Kama unaona dalili hizi, moja kwa moja tambua una changamoto ya H. pylori, lakini pia una vidonda vya tumbo. Watu wanashindwa kutofautisha vitu hivi. Una H. pylori, lakini pia kuna vidonda vya tumbo. Ila ukiwa una H. pylori, moja kwa moja utakuwa na vidonda vya tumbo. Sasa kama unaona dalili hizi, tambua kabisa moja kwa moja wewe una changamoto ya vidonda vya tumbo. Cha kwanza, kama unakuwa hauna kabisa hamu ya kula, hiyo ni dalili ya kwanza kwamba wewe moja kwa moja una changamoto ya vidonda vya tumbo. Lakini jambo la pili, kama unakuwa unajamba sana, yani kila ukikaa tu unatoa upepo, hii inamaanisha kwamba wewe una changamoto ya H. pylori. Lakini dalili ya tatu, kama unakuwa ni mtu ambaye unasikia moto unawaka mara kwa mara tumboni, hii inamaanisha kwamba tayari una vidonda vya tumbo, na wakati mwingine inapanda mpaka kifuani, unapata maumivu mpaka kifuani hapo. Hii inamaanisha tayari una H. pylori na una vidonda vya tumbo. Lakini sababu ya mwisho, kama utakuwa ukila chakula chochote unapata maumivu makali, hasa chakula chenye ukakasi, maybe pilipili, maembe, nanasi, hivyo vitu ukila unasikia maumivu makali ya kifua, hii inamaanisha una H. pylori. Lakini kwa namna yoyote utakapokuwa, kama una vidonda vya tumbo na H. pylori na umehangaika muda mrefu, usijali, komenti neno afya au tupigie kupitia namba hiyo hapo, ili niweze kukusaidia uondokane kabisa na changamoto ya vidonda vya tumbo na uweze kurudi kama zamani. Je, unafahamu kwamba kuna mdudu anaitwa H. pylori ambaye anasababisha vidonda vya tumbo? Watu wengi wanakuwa wanafikiri kwamba ni asidi na gesi tu, kumbe nyuma yake kuna changamoto ya huyu bakteria anayeitwa H. pylori. Kama utakuwa unasikia unawaka moto tumboni, asidi inapanda mpaka unasikia maumivu kwenye koo, lakini pia wakati mwingine unakosa hamu ya kula kabisa, ama ukila chakula tumbo linawaka moto, hiyo si hali ya kawaida. Hiyo inamaanisha una tatizo la H. pylori ambaye amesababisha vidonda vya tumbo. Sasa kama unapitia hali hii, komenti neno afya ili niweze kukusaidia.